mbali, inafika hata mbali, ananyosha mikono. Anasema we Bwana, uliponyosha mkono juu ya watoto wako, kwa hiyo Bwana nyosha mkono kwa ajili ya kuponya mama huyu, akafunguliwa. Haleluya, haleluya. Unafahamu kilichomsaidia yule mama aliyokuwa anatoka na damu miaka zaidi ya 12? Biblia inasema kwamba na mwanamke mmoja mwenye kutokwa damu kwa miaka 12 aliteswa kwa mikono ya matabibu wengi, akigharimiwa vitu vyake vyote. Kwa yule mama alikuwa na ugonjwa ambao kulingana na hali yake ya ugonjwa alikuwa anauza godoro ili akajitibu, anauza kiwanja akajitibu, anauza kabati akajitibu, anasema aligharamiwa. Jamani, afya kumbe ina shida. Lakini imani ilimtoa kimasomaso, aliitumia imani vizuri. Anasemaje? Anasema alisikia habari za Yesu. Aliposikia habari za Yesu, Biblia inasema kwamba aliposikia habari za Yesu akasema moyoni mwake, nitakwenda kwa nyuma, nitaligusa pindo la vazi ya Yesu, nikiligusa tu na msiba wangu utapona. Kwa alinuia, aliweka imani kwamba nikigusa tu pindo la Yesu na msiba wangu utapona. Akaenda kinyume nyume, watu wanamzunguka Yesu, anapita pale, Yesu, Yesu, yo, Yesu, 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 wanaenda pale wanamgasigasi. Lakini yeye ameweka imani kwa aliyekuwa anamgusa Yesu. Usizanie yule mwanamke peke yake. Yesu hakuwa na mabodyguard kama wachungaji wa siku hizi walio mastaa. Hakuwa na bodyguard, alikuwa anatembea, watu wanamgusa, Yesu, 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 yo, atembea wanamgusa. Lakini yeye aliamua kumgusa Yesu kwa imani. Akamgusa Yesu, msiba wake ukapona. Yesu akasema, kuna mtu amenigusa. Petro, unajua alisemaje? Unaweza kuniambia kwamba mtumishi, unajuaje wengi walikuwa wanamgusa? Petro alichosema, alikuwa pale, yeye ni shahidi wa. Anasema, Bwana, swali gani hilo unauliza? Wanaokugusa watu humu unaona ni wengi, wanazonga zonga, na unauliza habari ya mtu aliyokugusa. Tuendelee mbele Bwana. Akasema, simama kwanza, kuna mtu amenigusa hapa. Kuna mtu amenigusa. Maana yake wengine walikuwa wanaenda na Yesu, wanamfuata Yesu kama kwa mkumbo, wanaenda na Yesu kama kwa mkumbo, lakini yeye peke yake aliamua msafara ule wa kutoka Maweni mpaka Mji Mwema, wa kutoka Maweni mpaka Kibada, yeye atembee na Yesu kwa imani, kwa ule mwendo aliokuwa nao. Wengi walimfuata Yesu, anasema walikuwa wengi. Bwana, wewe unaona makutano ni mengi na watu wanazongazonga, wewe unauliza habari ya mtu aliyokugusa? Kwa hiyo waliokuwa wanamfuata Yesu mmoja walikuwa ni wengi, lakini kwenye ile safari hawakuamua wengine kumfuata. Yamkini kungekuwa na kaka pale yupo, anasema mimi nitamfuata Yesu, nitatembea naye kilomita 1, nikitembea naye kilomita 1 hali yangu ibadilike, hali yangu ibadilike, nikitembea tu na Yesu kilomita 1 hali yangu ibadilike. Hawakufanya hivyo, hawakutumia imani zao. Lakini unamwona yule mwanamke pekee aliamua kuambatana na Yesu kwa imani. Wengine wanamfuata, lakini yeye tu aliamua kutumia imani kufanikisha mambo yake. Wewe unadhania ule mkutano wote ulikuwa hauna watu wenye shida? Walikuwepo, na wengine walikuwa na vilio. Yeye aliyenuia na aliamua asaidike na akaweka imani. Na Yesu alivyosikia kile kitu, sema kuna mtu amenigusa. Biblia inasema kwamba Yesu, yule dada akajitokeza. Yesu alisema nini? Alisema, dada, imani yako imefanya nini? Imekuponya. Kwa imani inasaidia kuleta majibu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Imani inasaidia kuleta majibu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama asingetumia imani angekwama. Haleluya, haleluya. Kwa unaweza wewe ukaweka imani tu, ukaweka imani kwamba Mungu, mimi ninaumwa vidonda vya tumbo, naumwa vidonda vya tumbo, vidonda hivi nimemeza dawa haviponi, lakini jirani yangu pale kuna mama
kikongwe mjane, nitampa mchele kilo 2 kila siku. Naomba niangalie kwenye hii hali. Ndio mambo ya imani yanavyoenda. Umeelewa? Unagawa mchele kila siku, na mwamini Mungu atanipa hela ya kununua kilo 2 za mchele. Unapeleka kilo 2 ya mchele, unapeleka kilo 2 ya mchele, unapeleka kilo 2 ya mchele, unapeleka kilo 2 ya mchele. Unaanza kuongea vidole vya tumbo, unakuta hivyo vinaondoka. Ni mambo ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Imani tofauti na mambo ya kimwili. Sasa kusema hivyo simaanishi uponyaji unanunuliwa, hapana. Lakini unafanya vitu vya nini? Vya imani. Leo hii ungemwambia yule mwanamke, ukienda ukigusa pendo la Mungu, na imani ya kimashetani hayo, kwani lazima uguse? Si unamuomba tu Mungu wako? Hamna, inatakiwa uguse. Bwana asifiwe. Au unaweka imani. Mungu, sasa hapa mimi nimeshabakiwa na shilingi 30,000. Alafu wametangaza mkutano wa injili Ifakara. Na itumia hii 30,000. Naenda Ifakara kwenye mkutano wa injili. Nikirudi Yesu kanipe milango mingi zaidi. Unafanya vitu, unaondoka na 30,000 yako, unaitumia nauli ya kwenda. Lipa 15,000, unafanya mkutano wa injili, mbaki 15,000, unarudi. Unaweka imani. Bwana Yesu asifiwe. Mungu, mimi hapa mimi sina kazi. Sina kazi kabisa. Biblia inasema hivi, kwa imani tuwafahamu. Pale alivyoanza kwenye Ebrania 11, anasema imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana na yasionekana, si ndio? Ukisoma ile inaitwa ni sura ya imani. Yote ile Ebrania 11 inaitwa ni sura ya imani. Kwa sababu ile sura yote inaongelea masuala ya imani, si ndio? Anasema hivi, maana kwa imani tuwafahamu ulimwengu uliumbwa kwa neno. Kwa unakumbe kuna vitu vinaweza vikaumbwa kwa neno, kwa imani. Mbele anaendelea anasema, kwa imani wazee wetu walishuhudiwa, kwa hiyo kwa imani walizima mioto mikali, walifunga vinywa vya simba, kwa imani walivuka katika bahari kana kwamba mahali pakavu, kwa imani walifanya vitu vingi kwa imani. Kwa hiyo na wewe unaweza ukafanya mambo mengi ya maisha ya kiroho kwa imani. Kwa kama unataka kujifunza kuishi kwa imani, kaisome ile sura tena ya 11. Anasema kwa imani walifunga vinywa vya simba. Kwa na wewe unaweza ukawa umebakia na 30,000. Si ndio? Unasikia kuna mkutano wa injili Ifakara, unasema naenda. Sasa wengine waga hawapenyi mahali kwa sababu wanawekaga vizuizi, yani wanajizuia wenyewe. Mungu anataka wewe ujizike tu hiyo, yeye anajua atakupenya. Yeye anajua. Na itumia hii 30,000 naenda kwenye mkutano wa injili. Nikirudi hapa Mungu ukanipe mara 6 na milivyo. Nalipa. Naenda Ifakara, unapiga huko injili, ibaki unarudi na 30,000 yako pale. Ukifika pale Mbezi, unarudi zako nyumbani. Utakuta kuna mlango Mungu anakufungulia. Kwa nini? Kwa sababu umeweka imani. Lakini kwa nini huwa ufanyi hivyo? Kwa sababu hauna imani kwenye hilo eneo kwamba Mungu anaweza akafanya kitu cha namna hiyo. Haleluya.